Hujambo na karibu katika J24 Hours Channel. Tuelekee huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe kwa waandamanaji nchini Iran muda mfupi baada ya maandamano ya hivi karibuni kuanza, akisema kuwa msaada uko njiani. Tangu wakati huo kumekuwa na ongezeko la taratibu lakini la wazi na kubwa la uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani yenye jeshi lenye nguvu zaidi duniani tayari limeshawahi kuonyesha uwezo wake wa kuishambulia Iran. Mnamo Juni mwaka jana ilitekeleza operesheni iliyopewa jina la operesheni ya Midnight Hammer iliyolenga vituo vya nyuklia vya Iran. Zaidi ya ndege 100 za kivita zilishiriki katika operesheni hiyo, ikiwemo ndege za kisasa zisizoonekana katika rada za aina ya B2 ambazo ziliruka moja kwa moja kutoka ardhi ya Marekani na kurusha mabomu maalum ya ardhini yanayojulikana kama bunker buster kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Operesheni hiyo ilifanyika bila kushirikisha wanajeshi wa ardhini, ambapo Marekani haikupoteza mwanajeshi hata mmoja. Sasa unaweza kujiuliza swali, je, Marekani inajiandaa kuishambulia tena Iran? Chapisho la hivi karibuni la Donald Trump kwenye mtandao wa kijamii wa Truth linaashiria uwezekano huo. Alionya Iran kuwa endapo haitafikia makubaliano ya kuzuia mpango wake wa nyuklia, basi shambulio lijalo litakuwa baya zaidi. Rais huyo wa Marekani alisema kuwa msafara mkubwa wa kijeshi unaelekea Iran, na akirejelea operesheni ya Marekani nchini Venezuela ambayo Nicolas Maduro alitekwa, akasema Marekani iko tayari na ina uwezo na iko tayari kutekeleza jukumu lake kwa kasi na nguvu endapo italazimika. Alitaka Iran kurejea mezani kwa mazungumzo, lakini akaongezea kuwa muda unaendelea kuisha. Kwa sasa Marekani ina uwepo mkubwa wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa na wanajeshi wapatao 50,000 walioko katika eneo hilo. Takriban wanajeshi 10,000 kati yao wapo katika kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar. Marekani pia ina kambi za kijeshi nchini Jordan, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Oman na Bahrain. Katika wiki za hivi karibuni, ripoti za kijasusi zinazotegemea vyanzo huria zimekuwa zikifuatilia kuwasili kwa makumi ya ndege za Marekani katika eneo hilo. Picha za anga zilizopigwa Jumapili katika kambi ya Al Udeid nchini Qatar, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani Mashariki ya Kati, zinaonyesha miundombinu mipya ikijengwa katika eneo la pembezoni mwa kambi hiyo. Pentagon haiweki wazi orodha ya kina ya harakati hizi za kijeshi, lakini wachambuzi na vyanzo vinavyofuatilia mienendo ya kijeshi kupitia mitandao ya kijamii vimeripoti kuwasili kwa ndege za kivita aina ya F-15, ndege za kusambaza mafuta angani pamoja na ndege za usafirishaji. Inaaminika kuwa baadhi ya ndege hizo za usafirishaji zimebeba mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga. Hatua hiyo inaweza kuashiria maandalizi ya Marekani kujilinda pamoja na kulinda washirika wake katika Ghuba ya Uajemi dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi endapo Iran itashambulia. Uingereza pia imetuma kikosi cha ndege za kivita aina ya Typhoon katika eneo hilo, ikisema lengo ni kuimarisha usalama wa kikanda. Jeshi la anga la Marekani limetangaza kuwa linaendesha zoezi kubwa la kijeshi katika eneo hilo, likilenga kuonyesha uwezo wa kupeleka, kusambaza na kuendeleza nguvu za anga za kivita katika eneo hilo linalosimamiwa na kamandi ya kati ya Marekani, CENTCOM. Stephen, mtaalamu anayefuatilia mienendo ya meli za kivita na taarifa zake mtandaoni, ameripoti kuwasili kwa ndege kadhaa za Marekani, ndege ambazo pia zilihusika katika operation ya Midnight Hammer. Anasema kuwa hali hiyo inaweza kuashiria kuwa shambulizi la Marekani dhidi ya Iran linaweza kutekelezwa. Kuingia kwa kundi la mashambulizi la Marekani katika eneo hilo ni hatua nyingine muhimu. Manuari ya kubebea ndege za kivita za USS Abraham Lincoln ilikuwa katika eneo la Indo-Pacific kabla ya kuamriwa kubadili mwelekeo na kuelekea Ghuba ya Uajemi. Kikundi hicho chenye zaidi ya ndege za kivita ni moja ya alama kubwa zaidi ya nguvu za kijeshi za Marekani. Ndani ya USS Abraham Lincoln kuna ndege za kisasa zaidi zisizoonekana kirahisi katika mifumo ya rada, F-35 zenye uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi wa adui. Donald Trump amesema, tutatuma msafara mkubwa katika eneo hilo na tutaona kitakachotokea. Kwa sasa tuangalie malengo ambayo yanaweza kulengwa. Wei, mkurugenzi wa sayansi ya kijeshi kutoka taasisi ya Royal United Service Institute nchini Uingereza, anasema kwa mujibu wa nguvu zilizopo sasa, Marekani inaweza kushambulia karibu sehemu yote ya Iran na kulenga karibu kila aina ya shabaha isipokuwa vituo vilivyo chini sana ya ardhi ambavyo vingelihitaji ndege za B2 kuvishambulia. Tafadhali share na subscribe channel hii
ili uwe wa kwanza kupata update zetu. Hii ni J24 Hours Channel.